milango imefungwa nisikize. Leo naifungua. Leo utalala usingizi. Kwa jina la Yesu. Wale watu wameandaa kaburi. Wameandaa. Wameandaa. Wanasema hakuku wakanyali. Sikiza, hiyo kaburi utaingia. I am telling you, it is not meant for you. Hautanisikia vizuri, hiyo kaburi uingie, watoto wako waingie, jamii yako ingie. Yesu yule tunayemwabudu, yule Yesu tumemwamini, ametupea uhai. Nasema hivi kwa jina la Yesu. Kama kuna watu wamepanga njama ya kusimamisha maisha yako, nasimama kwa yeye madhabahu kama mtumishi wa Mungu. Ninasimamisha mipango yao. Nasimamisha mbinu zao. Nasema damu ya Yesu inatawala. Neno la Yesu litachukua usukani. Milango imefunguka. Wamekuwa wanakudharau kwa jina la Yesu. Niamini, wataona unawapita. Wataona unaenda mbele. Huyo ndio Mungu tunayemwabudu. Huyo ndio Mungu wa miujiza. Huyo ndio Mungu mponyaji. Huyo ndio Mungu asiyeshindwa na kitu chochote. Nasimama hapa nasema, kama kuna kitu kimepandwa na shetani kwa mwili wako, kuanzia leo hiyo kitu nakikomesha. Hiyo kansa haina nguvu. Hiyo ugonjwa haina nguvu. Hivi leo nguvu ya neno la Mungu ifanye kazi. Haleluya. Sikiza. Ule mtu anitudanganya, it life begins at 40. It's a liar. Ikifika miaka 40 hakuna kitu nimefanya. Kwa peke yake nilichelewa. Ona nyolitwe ndugu. Omwana onotaka ono nyuma mire, lakini tara nyuma. Kazana naro baba. Kazana naro. Kwa sababu chekora nikoli kama ndaiga. Naro. Naro. Sasa ngine kwa nyolende yenga yakire kwa tena yete ka kinju. Kinju bando. Abantu bali bakutumina ngatarusikina. Ingiko iruze. Kuna mede bakakie. Wana nalikoli litoke. Wana nalikoli yenyama. Wana nalikoli Yesu Yesu. Nisikize kwa makini. Nisikize kabisa. Kuanzia kesho. Na usikize vile nasema, kuanzia kesho ile pesa utahando haujawahi kuhando. Nitarudia. The money you are going to handle from tomorrow, you will be surprised. Your enemies will be surprised. Your neighbors will be surprised. Can I announce this? God is giving you your own house. You are not getting me properly. God is giving you. Nani nyumba ya uko nike bungo. Kwa naswa nyumba na ndo shoka. Bandote. Ichoyo. Huyo
Huyo ndio Mungu tunamtumikia. Hata nimalize. Pastor, niruhusu nimalize. Hata namaliza tu. Chakula iko. Chakula iko. Now, what is a sacrifice of giving? Quickly. Umugaka kete ni neighbor ni wale watu ambao walikuwa wameniwekea mitego nisiendelee. Kila mtu niangalia. Kwa hivyo nikaenda pale Mabungu. Nikajenga nyumba yangu nzuri. Nikasema Wakristo watajua ule Mungu namtumikia. Katikati nikaweka ya wasasi. Nikasema hata ingawa nyumba nyingine naweza jenga nyuma, hata kama ni pale itaishi, lakini Wakristo wajue ni Mungu natumikia. Nyuma yake nikaweka nyumba 4 bedrooms. Alafu nikasema hao watu wengine ni nomo wanafanya vitu kama hii. Nikapitisha wall all round. Nakushika kama kuna hiyo ya rukuru. Omwana huyo ni profesa kiyo. Nisikize. Kwa jina la Yesu. Yale mambo hayajawahi kufanyika kwa maisha yako ama kwa jamii yako, wewe ndio utakuwa wa kwanza. Uko na kifunguo. Watajuaje ni Mungu gani tunamtumikia? Watajuaje? Anyway, number 1, sacrificial giving is the act of giving. Simple. The act of ni ile act ya kutoa. Number 2, it is surrendering something of value for the sake of having something of a higher value. Usikuwe na haraka, nitarudia, hakuna mtihani. Hakuna mtihani unaenda kufanya. Kwa hivyo, nisikize kwa makini. Wakati unasema ninatoa dhabihu, you are surrendering something of value, kitu ambacho ni ya muhimu. Ukiwa na nia na maombi ya kuwa you will get something of a higher value. Yani ile umetoa ni nzuri, lakini unatarajia ile nzuri zaidi. Bwana asifiwe sana. Yani umezoea kuhandle ka 1000. Umezoea kuhandle ka 500. Umezoea kuhandle ka 200. Sasa nasema hivi, 200 ni mzuri, 500 ni mzuri, 1000 ni mzuri, lakini 10,000 ni mzuri zaidi. Tunaelewana? Kwa hivyo hivi sasa tunashukuru Mungu tuko kwa 200. Tunampea sifa. Tunashukuru Mungu tuko kwa 500. Mungu tunakupea sifa. Tunakushukuru tuko kwa level ya 1000. Mungu asante sana. Lakini sasa ndio nitoke hii level niingie kwa 10,000. Lazima nisarende 200, nisarende 500, nisarende 1000 ili nipe ngazi ya kuinuka kwa 10,000. Tunaelewana wapendwa? Number 3. Wow. It is when you give up something that is dear to you or costly for the sake of honoring God. Ndarudia. Pastor, ndio nilishukuru sana. Kumbe wewe ni kama mimi. Umetoa magari mbili. Yaani nimekushinda tuna moja. Sasa wakati unajua siwezi kufunza vitu ambavyo siwezi kwa wako. Ni makosa. Ni makosa. Na siwezi kisa mtu ambaye atoi uwezi. Na tena lazima nikuone na nione ile umefanya ndio nisungumuzie. Sasa utanisungumuzia nini? Hii tu vitu umetoa kwa watu. Kwa hivyo utanisungumuzia kama umefanya zaidi ya ile nimefanya. Siwezi kaa kila mahali. Ambao wamefanya vitu ambao ukiangalia unakuwa na wivu, lakini wivu mzuri. Ndio niweke Mungu na. Tunapatana. Mungu akasema ukikuta mtu ambaye unauza mahindi na yeye ni korogoro mbili na yeye ni korogoro mbili. Sasa mtakaa hapo miaka yote. Lakini ukitembea na mwenye anauza gunia 2 na wewe unauza korogoro 2, atakufuruta kutoka korogoro 2 unakuja korogoro 10. Yeye anaenda gunia 5, unakuja gunia 2. Anaenda gunia 20, unaenda 50. Tunaelewana wapendwa? Sasa utanipata mimi na wale watu ambao
wamefanya vitu nikiangalia nastuka. Ndio maana nafanya vitu kwa mpango. Ukikuja una vitu unafanya, hata sikiza, kuna watu walikuwa wananidharau hata kunisalamia peke yake. Umewahi kusalamiwa ni kama una mifupa. Walikuwa wananidharau. Lakini nikasema hivi, Mungu akajulani niwezeshe nifanye kitu ambaye itafunga midomo yao milele. Milele. Wananisalamia na wakikuja kwa ofisi wanakaa na wanatoka na sauti. Tunaelewana wapendwa? Kwa hivyo nataka ufanye mikono na maji na manifia. Nasema Mungu awabariki. Mungu awainue. Mungu awatendee mema. Mungu awawezeshe muishi miaka zaidi ya 100. Na unapoishi uishi maisha ambayo ni ya baraka. Inua hiyo mikono, mshangilie Yesu kwa makofi na shangwe. Namba 4, namba 4, alafu tu malizia. Nitarudi pastor, nitarudi. It has to be at a great personal cost to you as a giver. It has to be at a great personal cost. Yani ni kitu ambayo wewe wakati umekitoa unasikia uzito. Unasikia nini? Uzito. Number 5. Sacrificial giving is all about God who loves humanity and wants to bless humanity. Tarudia, sacrificial giving is all about God who loves humanity and wants to bless humanity. Anapenda wanadamu na anataka kuwabariki. Number 6, sacrificial giving demands something of a great value. Something of a great value. Kitu ambao akikukitoa maisha yako kinakusungumzia. Wakati tulikuwa tunajenga mega church, tukishaweka foundation, niliambia watu wachukue pillars. Unanielewa? Pillar, nitakuonesha. Pillar. So, na ilikuwa expensive. Watu walingangana. Mtu anasema hii usikuze, hii ni yangu. Na hiyo pillar inawasungumzia mpaka saa hii. Linaloweka watu huru. Kwa hivyo tugeuke Genesis chapter number 8. Genesis chapter number 8. Amen. Thank you Jesus. Genesis chapter number 8. Hiyo vitu itakuwa vile huwa inakuwa. Naongoja. Tuna haraka. Thank you Jesus. Amen. Genesis chapter number 8. Weka kwa screen please. Verse number 20, verse number 21 and verse number 22. Kwa hivyo leo nataka tuende hatua nyingine. Mahali nimekoma pale ambao nimeachia wale tumekuwa tunakuja hapa, si eti nimesahau, hatutaenda hata inchi moja. Kwa hivyo pale nimeweka koma, nimeweka keroka na nimeweka koma juu ya faith, kwa sababu nitakuja hapa, sikufi, mimi sikufi, nitakuja tena. Na hapa sio lazima pastor anialike, mimi naweza kujialika. Sana. Kwa hivyo nimeweka koma pale tuliachia. Kwa hivyo si eti pastor nitaendelea kuanzia hapo. Nimeweka koma na nikaandika keroka. Faith na giving. Now, leo kwa sababu tunasherehekea miaka 13. Yo uaminifu wa Mungu. Ametulinda, ametuwezesha mpaka tukafika. Usicheza na miaka 13. Mtoto akifika miaka 13 anakimbia na tunamuona. Kwa hivyo sio kitu rahisi. Kwa hivyo leo naenda kuongea juu ya giving sacrifices to God. Kumpea Mungu dhabihu. Kumpea Mungu nini? Dhabihu. Na nitaenda kwa utaratibu. Kwa sababu nataka tusaidiwe na tusaidike kwa ufalme wa Mungu. Kwa hivyo Genesis chapter number 8, mambo yametendeka, mwanadamu amekuwa wicked. Amemgeuka Mungu, ameanza kutenda mambo ambayo Mungu hapendi, doing wicked things and things which are evil against the Creator, against God himself. And God akawa annoyed. God was so much annoyed, and they said, I'm going to destroy humanity. Na akatuma kitu inaitwa gharika, so that man,
the man was wicked. Man was against God, not to live again. Listen, after everything had happened, fulani zimekuja, mambo yameenda kombo, Noah akagundua ya kuwa kuna kitu kitageuza Mungu. Kuna kitu kikimgusa Mungu, hicho kitu kitaleta mabadiliko. Na akagundua hiyo kitu ni nini? Dhabihu. So Noah realized that there is power in a sacrifice. And this is what the Bible says, that Noah built an altar. Noah akafanya nini? Akajenga madhabahu. Because without an altar, there is no place you are going to give a sacrifice. So what they did first was to prepare their altar. Mahali watafanya nini? Wataweka sacrifice ama dhabihu zao. Na hiyo ndio kitu nimesikia mchungaji anatangaza, anasema ya kuwa tunaenda kuraise madhabahu. Madhabahu ambayo yatatuzungumzia. Madhabahu ambayo yatazungumza juu ya watoto wetu, juu ya jamii ya Kisii na jamii ya ulimwengu mzima. Are we together, children of God? So the Bible says, then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and the clean parts, he sacrificed burnt offerings on it. Unifuata kwa utaratibu. Ulimwengu imemgeuka Mungu. Mwanadamu amemgeuka Mungu. Mwanadamu anatenda mambo ambayo Mungu hapendi. Na Mungu akasema huyu mwanadamu nimechoka na yeye. Na wakati mwanadamu aliangamia, Noah akagundua ya kuwa lazima nifanye jambo ambalo litageuza mawazo ya Mungu. Kwa hivyo wapendwa, kwa jina la Yesu Kristo, if you have an opportunity to build an altar for God, do it quickly, because there is power in building an altar. Wanasema sana, kuna nguvu ya kujenga madhabahu. Na madhabahu ambayo yatajengwa hapa hayatakuwa madhabahu ya aibu. Ni madhabahu ambao watu wakiona wanamtukuza Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Sasa verse number 21. Verse number 21. Thank you, Jesus. Verse number 21 inasema hivi. The Lord smelled the pleasing aroma. The Lord did what? Smell. Yani akanusa. Wanasema sana, akanusa nini? Ile dhabihu ilimfikia Mungu. Na Biblia inasema Mungu aliponusa hiyo dhabihu, and he said in his heart, never again will I curse the ground because of human beings. Even though every inclination of the human heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done. Ile dhabihu ikamgusa Mungu. Ilipomgusa Mungu, Mungu akanena neno. Wapendwa, kama unataka Mungu anene neno juu ya maisha yako, anene neno juu ya watoto wako, anene neno juu ya biashara yako, lazima kuwe na dhabihu. There must be a sacrifice. You cannot fight a sacrificer. Anybody who sacrifices, you cannot fight. Anybody who touches the heart of God will never go hungry in Jesus' mighty name. And I've come to declare in the name that is above every name, that from today we will learn to sacrifice to the living God. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nitapitia mambo kadhaa. Genesis chapter 22 verse number 1. Genesis 22 verse number 1. Genesis 22 verse number 1. Taenda kwa utaratibu kwa jina la Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Nataka watu wa settle so that we don't get confused. Na nitachukua muda mchache. Kwa hivyo kama unaingia ndani, uingia haraka so that we begin together. Amen. Listen. Genesis chapter 22 verse number 1 and verse number 2. The Bible says sometime later God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. Verse number 22. Verse number 2, sorry. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which I will show you.
enda, ni mtoto wako wa pekee, go and sacrifice him, umtoe kama dhabihu. Now, a few things from that scripture, mambo machache kuhusiana how we can give a sacrifice that touches the heart of God. Dhabihu ambayo inagusa roho ya Mungu. Wapendwa, kuna mambo mengi yamekwama kwa maisha yetu. Kuna mambo mengi tunayapitia sisi kama wokovu, lakini hatujafahamu nguvu inayopatikana kwa sadaka ya shukurani, sadaka ambayo itamgusa Mungu na kubadilisha mawazo yake juu ya maisha yetu. Wapendwa, nitaongea hayo maneno quickly. Number one, God is number one when it comes to giving sacrifices. Tarudia, Mungu ndiye ambaye anakuwa wa kwanza, is number one when it comes to giving sacrifices. Kwa hivyo hawezi ukaniambia that it is not good, it is not biblical for me to give sacrifices. It is scriptural. It is biblical for any individual to learn of how to give sacrifices to God. Why? God gave an example that I am the one who begins by giving sacrifices. Wapendwa, kwa jina la Yesu Kristo, sisi ambao tuko kwa kanisa tumeokoka, ni vizuri tujifunze na tujue nguvu inayopatikana kwa kumpea Mungu nini? Dhabihu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nimesema hivi, jambo la kwanza lazima tujue God is number one when it comes to giving sacrifices. He has not just told us go give sacrifices. No, he demonstrated by giving a sacrifice of his only begotten son, so that he can harvest many sons and daughters in the kingdom. So brothers and sisters, men and women of God, in John chapter 3, verse number 16. John 3:16. Biblia inasema, for God so loved the world. For God so loved the world so much that he gave his one and only son, so that everyone who believes in him will not perish but have what? Have eternal life. Kwa hivyo yeye Mungu akaenda mbele akasema, ndio nivune watoto wengi, lazima nitoe dhabihu. Dhabihu gani? Dhabihu ya mtoto ambayo ninampenda, mtoto wangu wa pekee. Wapendwa, there is power in giving a sacrifice. And I pray that name that is above every name, that God is blessing this church. God is blessing everybody. That one man will stand and say, I'm going to build that entire church in Jesus' mighty name. Are you ready for the blessings of God? I want to declare today by the grace of God that from today until the year ends, God will enable you to make money you've never made before. Hautanisikiza wapendwa, maombi yangu ni kuwa hautapaki mahali huko, hautapaki na umaskini. Mungu anaenda kukubariki, Mungu anaenda kukuinua, Mungu anaenda kukutendea. Kwa jina la Yesu ninaomba hivi, yoyote ambaye anasikia sauti yangu kuanzia leo, Mungu ataweka fedha kwa mikono yako, na anapoweka fedha utakumbuka ule Mungu ambaye ameweka hiyo fedha. Haleluya! Roho ya umaskini tunaiangamiza keroka. Ndio kama wanakubaliana, roho ya umaskini tunaimaliza kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo maombi yangu hivi leo hii, Mungu akubariki kwa biashara yako, Mungu akubariki kwa kazi yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu akaanza kwa kutufunza jinsi ya kutoa shukrani, jinsi ya kutoa sacrifice. Akasema, niko na mwana wangu wa pekee ambaye anaitwa Yesu Kristo, nitamtoa ili wewe ambaye ulikuwa haujaokoka kupitia kwake uokoke. Kwa hivyo tunapoongea juu ya sacrifice, and brothers and sisters, those who are listening to us, those who criticize us, and those who talk evil against the giving in the church, I want to demonstrate to you that God is number one giver in the Bible, in Jesus' mighty name. We don't criticize what you don't know. We speak what we know, and we teach what we know. We are teaching the biblical principles to cause the people to prosper. I want to declare, and with all my heart, I am fighting the spirit of poverty. Prophesy abundance. I prophesy increase. I prophesy the supernatural provision of God. If you believe, lift up your hands and give Jesus a shout of prayer.
ulivyo na utakufa vile ulivyo. Mwenye ameroga hata watoto wako na amesema wataendelea, na wewe mwenyewe amesababisha biashara yako iendelee. Nasimama kama mtumishi wa Mungu, nasema ile sacrifice unatoa hapa, sacrifice ya maombi, sacrifice ya sadaka, sacrifice ya kufunga na kuomba, hizo sacrifice inavunja minyororo ambayo imekufunga kwa miaka mingi. Kuanzia leo nyumba yako imewekwa huru. Kuanzia leo natangaza biashara unayoifanya haitaanguka. Hiyo biashara itaendelea na itakuwa mara mbili tena. Noa akafahamu ya kuwa Mungu amekasirika na mwanadamu, na akajua Mungu kuna kitu itamgusa. Tunaelewana wapendwa? Akajua kuna kitu nitafanya, na hii kitu ndiyo itageuza mawazo ya Mungu kuhusiana na mwanadamu. Sikiza, tunaenda kugeuza mawazo ya Mungu kupitia wapi? Kupitia dhabihu ambazo tunazitoa kwa jina la Yesu Kristo. Ngoja niseme ni kwa jina ambalo ni kuu. Hii kanisa, ile kitu umechora pale is too small. It will not take 2 years for you to finish. Ninaongea mtu fulani hapa. Wewe mwenyewe utasimama utasema sehemu nusu nimemaliza. Mwingine anasimama anasema mabati nimemaliza. Sio kama tunaelewana. Kwa sababu roho ya umasikini na roho ya kutoendelea na roho ya kutomtumikia Mungu tunaiangamiza leo. Sasa nisikize kwa makini. Kuna mambo ambayo ni for basic that every believer must know. Mambo manne ambayo ni rahisi na ni misingi, ndio mambo yanaweka msingi kwa wokovu. Jambo la kwanza inaitwa salvation, wokovu. Misingi yetu ya kwanza kubarikiwa inaanza na wokovu. Nitarudia tena, ndio ubarikiwe, ndio inuliwe, ndio ufanyike mtu ambaye ni wa maana, lazima kuwe na kitu inaitwa the foundation of salvation. The foundation of what? Salvation. Na hii foundation ya salvation si dini. Sio dini. Kwa sababu kuna watu wanasema mimi ni member wa dini fulani. Kama ni wewe ni member tunashukuru. Kama uko kwa record tunashukuru. Lakini sasa sio member peke yake. Lazima utoke kwa member uingie kwa vitabu ya salvation. Hallelujah. Because what connects man to God is not religion. It is the foundation of salvation. So I declare today, as you are seated there, before you pray for prosperity, before you pray for success, there must be a connection to the one who blesses. It is not a man. It is not the enemy. It is God, the creator of heaven and earth. And how do we reach God? Tunamfikiaje Mungu? Tunamfikia Mungu kwa misingi ya wokovu. Tunaelewana wapendwa? Kwa hivyo kama utaokoka, nasema hivi kwa jina la Yesu, ndio uone baraka, ndio uone uponyaji, ndio uone kuinuliwa. Wapendwa, sio dini. Dini imetumaliza. Dini imesimamisha vitu vingi kwa maisha yetu. Ninashukuru kwa sababu ya dini, lakini dini haibadilishi mtu. Kitu kinabadilisha mwanadamu, na kitu ambayo kimebadilisha huyu Mkisii na huyu Mkisii mwingine na huyu Mkikuyu sio dini, ni mbegu ya wokovu. Mbegu ya nini? Ya wokovu. Na wale mnaonisikiza, ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, mahali popote ulipo, natangaza hivi, ulimwengu iko karibu kuisha. Mungu anatafuta wale ambao ni wake, na kuwatafuta amewapea misingi ya wokovu kupitia kwa Yesu Kristo. Haleluya. Nikishaokoka mchawi hana nguvu juu yangu. Nikishaokoka umaskini haina nguvu juu yangu. Nikishaokoka kuna nguvu inakuja kwangu ambaye inanitransform. Haleluya. Na foundation number 2. Kama nishaokoka, sasa nimeingia kwa foundation, msingi. Ninaingia foundation number 2.
inaitwa live right. Live right. Kwa sababu huyu Mungu ambaye anabariki wanadamu, huyu Mungu ambaye tunatoa dhabihu kwake, huyu Mungu ambaye tunaomba na anasikia, anataka kila mtu awe vile alivyo. Yeye anasema mimi ni mtakatifu. He's a righteous God. He's a holy God. You cannot mix yourself and you expect God to bless you. I stand on this altar and I declare, if you are born again, purpose to live right. Because if you want to touch God, you don't touch God with the religion. You don't touch God with the cries and emotions. Never. You touch God by the foundation of your righteousness. The Bible says in Matthew 6:33, Mathayo 6:33, Biblia inasema hivi, number one, seek the kingdom. Because kwa ufalme kila kitu unahitaji kiko pale. Kuna uponyaji kwa ufalme, kuna baraka kwa ufalme, kuna ndoa kwa ufalme. Kwa hivyo Mungu akasema hivi, anza na ufalme, but seek first the kingdom of God. Na haitaisha hivyo kwa sababu Mungu alijua kuna watu watatafuta ufalme na waache ile kitu ambacho ni muhimu ambayo inatawala ufalme. Ufalme inatawaliwa na kitu inaitwa righteousness. Kwa hivyo you cannot be a crook and you expect God to move in your life. I stand on this altar as a man of God and I declare, from today you will purpose to live right. Because your righteousness is the foundation that will conquer wickedness. Tunaelewana wapendwa? Kama ni mwokovu kama mwokovu. Na ukishaokoka purpose, utaingia kwa foundation number 2. Na hiyo foundation ni living right. Nikiwa hapa Keroka mke wangu hayuko. Pastor kuja kuangalia ninalala namna gani. Tunaelewana? Na ndogo ni mingi pale hoteli. Ngine nakuja. Bibi yako awe hapo ama hayuko. Pastor awe hapo ama hayuko. Wewe mwenyewe purpose to live right. Nimeenda kuhubiri Germany. Nikisha kuhubiri nimemaliza usiku, pastor amenidrop pale. Nikaingia kwa hoteli kulala. Ninapofungua mlango namna hii, nimeona vituko wana. Msichana anaingia na ni mweupe, sio Mwafrika, Mkenya, Mkisii. Ni mzungu na ngozi nyeupe. Ninapoingia anaingia. Na muuliza what is the problem? Ananiambia no, I am one of the packages. Bibi yangu hayuko hapo. Ule pastor alinileta hayuko hapo. Kanisa haiko hapo. Na siko Kenya, Keroka, niko German. Nikamwangalia na unajua amevaa ile net. Unaangalia kila kitu. So niangalia hapa, hii ndio vituko tunapitia. Kuna wanaume wameangamia na wanataka Mungu awasaidie. Ndio Mungu akusaidie, there is no shortcut. Purpose to live right. Nikamwambia excuse me, give me 2 minutes. Akasema okay. Akatoka nje, alipotoka nje nikafunga mlango nikasema thank you Jesus. Kila mtu ndio mikono yako namna hii. Sema kuanzia leo, Mungu wangu niwezeshe niishi maisha matakatifu. Pigia Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Sikiza, haijalishi umepitia maisha gani na umepitia shida gani, kuanzia leo, if you purpose to live right, things will begin to answer to you. Things will begin to work for you in Jesus' mighty name. And that is the announcement I have. Number 3, foundation number 3. Sianza kuhubiri. Leo tunasherehekea miaka 13. Tindaanza Korandi. Mnamondojika tindaanza. Mungu rangeli gojaga. Naondega. I've come to preach. Chakula siko. Pasa chakula iko. Sasa jambo la 3. Kila mtu ashike. You must purpose to serve God. You must purpose to do what? To serve. Yani unaamua nitamtumikia Mungu. Mtu anione asinione. Nitafanyia pastor niambie asante ama asiniambie. By the way, wewe ndiye inafaa urudi kwa pastor mwambie asante sana kwa kunipea fursa ya kufanyia.
Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo every human being here on earth, if you are born again and if you are living right, you don't stop there. You take another step. Nataka nimtumikie Mungu. Bwana asifiwe sana. I purpose to do what? To serve God. To serve God. Kama unaserve kwa kwaya, serve properly, squarely, triangularly, and everything can. Sieti unakuja kwa kwaya hapa, hata kuimba peke yake ni mzigo. Watu wanasema sumbuka kwa Yesu, sumbuka. Enda chini. Enda chini. Unaona vile Yesu alikuwa anatupeleka chini. Na wewe bado umekaa namna hii. Enda chini na bado umesimama. If it is serving God through singing, sing. Kama wanasema sumbuka, sumbuka kabisa, sumbuka. Sumbuka kwa Yesu, sumbuka. Sumbuka. Hebu nione ni wangapi wanasema tuko tayari kumtumikia Mungu. Are you ready to serve the Lord? The last one, number 4. Purpose to give. Purpose to give. Jitolee kutoa. Na hiyo ndio shetani anapinga. Kwa sababu anajua ukitoa, utatoka kwa ufungwa wake. Ufungwa wa umaskini. Umaskini haiwezi kukuruhusu ufanye kitu kizuri kwa maisha yako. Umaskini na kufanya usikule kile ambacho ni kizuri. Wapendwa, hii roho ya umaskini tunaiangamiza leo. Utajiri tunakaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Unaona vile unacheka, unasema Kenya sawa, mimi naweza toka mahali huko, wewe ndio ninaongelea juu yake. Mwaka huu wa 2021 kuna mambo ambayo Mungu atakufanyia yawe kama ndoto kwa maisha yako. Hapo tukana katika hiyo last level ya giving, sasa ndio nataka ni explain. Kuna 4 types of giving. Kuna sehemu ile tofauti ya utoaji ambayo ni foundation ya mwisho katika the best things every believer must do. Number 1 nimesema there must be a foundation of salvation, msingi wa wokovu. Number 2 nimesema there must be a foundation of righteousness. Kuna watu waliokoka wakaacha utakatifu nyuma, ndio maana ya mambo yanakuwa magumu. Basic foundation number 3, you must purpose to serve God. Kitu ninafanya hapa, ninamserve Mungu, ndio naona nina sweat. And I serve God with the whole of my heart. Number 4, and the last foundation is called the foundation of giving. That kila mtu vile Mungu alivyofanya, alipompenda mwanadamu hakusimama hapo, akasema hiyo upendo ikamsukuma kutoa mwana wake wa pekee. Kwa hivyo katika hali ya utoaji kuna 4 levels. Level number 1 is the foundation of tithe. Foundation ya nini? Fungo la 10. Hapo ndio matoleo yote yanasimamia. Uwezi ukasema nitajenga kanisa mzima mimi peke yangu. Ni sawa umejenga, lakini hauna mahali hayo matoleo yamesimama. Kwa hivyo before I talk about the sacrifice, we must understand where that sacrifice stands upon. Hiyo dhabihu inahitaji msingi. Yale matoleo yako yanahitaji msingi. Kule kujenga kanisa kunahitaji msingi. Na katika matoleo yetu, msingi wetu wa kwanza wa matoleo ni fungo la 10. Fungo la 10. Unaangalia ni kuku ngapi niko nazo. Uwesema una fungo la 10. Una hesabu ya Mungu unaleta. Niko na ng'ombe. Okay, I'm coming there. Level ya pili katika matoleo ni offerings. Offerings. Sasa nishaweka msingi, ninakuja kwa offerings. Kwa hivyo ni matoleo magani ninamtolea Mungu? Nikienda kwa hoteli nakula pesa ngapi? Unaenda pale unasema leta chai na mara 6. Unamaliza unasema bado tumbo iko empty, leta chapati 3. Unamaliza unasema matumbo sasa hajakuandaa. Wa Mungu ukikuja ni 50 pop. Ni aibu wapendwa. Mungu anashangaa. Mungu anafanya nini? Anashangaa. Anashangaa. Anti yako akikutembelea Blueband inatembea. Hauna shaka. Lakini ikifika kwa Mungu, hebu nikuulize, tangu mwaka yanze, how's you giving in the house of God? Matoleo yangu yako namna gani? Wapendwa, watu wanaangamia. Wakubwa wanaangamia, wenye wako na pesa wanaangamia.
Lakini sisi ambaye hatuna, kwa neema ya Mungu tuko hapa. Nasema hiyo neema itatuwezesha. Hiyo neema itatuwezesha. Kwa hiyo tufike mahali tunasema we must purpose to give the best to God. Tangu nikuja hapa siwezi ambia watu toa na mimi pastor, never be the man of God a chance to preach. If you preach and he does not give, ataumiza kanisa. Tunasikizana wapendwa. Kwa hivyo nikishaweka foundation ya tithe, thank you Jesus, naenda sasa step number 2, giving. Which kind of giving do I give? Which kind of offering? Kama ninaweza faa suit, nilisikia wewe ulianza, wewe ndio ulifanyia ya kwanza. Ukoti kama hii ukienda kwa mtumba ni shilingi 800. Inampea Mungu fursa ya kunibariki, fursa ya kunitetea, na fursa ya kufungua milango ambayo imefungwa. Wapendwa, to keep his promises so that he keeps his promises, and to give you more than enough. More than enough. Nimefika umbali huu kwa sababu ya sacrifice. Umbali huu nimefika na bado naendelea. Hakuna kitu ambacho nataka kukifanya siwezi nikakifanya kwa sababu niko na ufunguo. Wapendwa, kwa jina la Yesu Kristo, na wasii tafuta mbinu mahali unashiriki, utoe kitu cha waitoa na umwambie Mungu, nataka kuona mkono wako, nataka kuona baraka zako. Kuna ndoa ambazo zimechelewa. You can unlock your relationship by sacrifice in Jesus' mighty name. I'm coming there. Wow. Number 4, by your faithful and consistent obedience in giving, you set in motion God's principles of biblical economic. Nitarudia tena usiwe na wasiwasi. You are faithful and consistent. You are faithful and consistent obedience in giving. You set in motion God's principles of biblical economic. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu vimekwama kwa maisha yako. Ukiangalia wale watu ambao wamefaulu kwa maisha. Unajua sisi hapa wapendwa, sisi tuna calculate kila kitu, tunapiga sawa. Ukienda Nigeria uone vile watu wanatoa dhabihu, utakuja useme Mungu tusaidie. Na ndio maana wamebarikiwa. Wapendwa, kwa jina la Yesu Kristo, tuanze kujifunza jinsi ya kumheshimu Mungu, ya kumpea nafasi ya kwanza kwa maisha yetu, na Mungu ataanza kutudhihirisha kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nasimama hapa leo kwa jina la Yesu Kristo, nasema dhabihu zote ambao umezitoa kwa ufalme wa Mungu, wacha hizo dhabihu kusungumzia. Kusungumzia. Now, what is a sacrificial giving? What is a sacrificial giving? Je, kutoa dhabihu hii ndio tunazungumzia ni nini? Mimi sielewi. Sijui. Nimekwambia pale kanisani sisi tumejifunza haya. Na watu wanaelewa kila mwaka kuna dhabihu wanaleta mbele za Mungu. Kila Jumapili tuko na dhabihu ya shukrani na Mungu ametuonekania. Wapendwa, kuna minyororo, kuna umaskini, kuna vitu vimechelewa kwa maisha yetu. Mungu anataka tusifungue katika hali ya dhabihu. Kwa nini unapata watu wanaanza vitu vizuri sana, lakini ikifika katikati kwisha, they are not moving, they are not progressing. Kanisa inafika mahali inakwama, no progress. Ni kwa sababu they have never discovered the power of giving God a sacrifice. Tunaelewana wapendwa? Na ninapomalizia, sikiza hii. What is a sacrificial giving? What is sacrificial? Dada moja alikuwa amechelewa kuolewa pale kanisani, na nilikuwa nawapatia ushuhuda, sio moja. Hii mwaka peke yake tuko na harusi 16 zenye zimetangazwa tayari. Hata juu mwaka bado haijafika nusu. Tunaelewana? Kwa sababu wamefika mahali wanaelewa nguvu ya dhabihu. So huyu akawa amechelewa, watu wamesema wewe you are written off. Listen, in the kingdom of God there is nothing like being written off. Never,
never reach a place uanze kuongozwa na maneno ya wanadamu. Yale wanadamu wamesema leo na kanso, nasema watakuja kushuhudia kwa jina la Yesu Kristo. God is going to perform one miracle that will silence all your enemies forever in Jesus' mighty name. Utanisikia ninasimama kwa haya madhabahu nasema Mungu anaenda kutenda muujiza moja kabla mwaka huu utaisha, na wale maadui wako wote midomo itafungwa. Kama kuna mtu wako kinyume na maisha yako, kinyume na ndoa yako, kinyume na kanisa, kinyume na biashara, nasimama hapa nasema kuanzia leo wataipita kwa jina la Yesu Kristo. Wataipita. Kwa sababu gani? Mungu anaenda kukuwezesha, Mungu anaenda kukubariki, na ile milango yote imefungwa kwa hii miaka yote, kuanzia leo utaona hiyo milango imefunguka. Ni wakati unaamini pamoja na mimi. Haleluya. Lazima tufike mahali tunatawala, tunachielewa, tunajua nguvu ambayo tumebeba. Tunaelewa na mabebwa. Kama kuna kitu imefunga hapa, huyu mtumishi wa Mungu Nyariaka anafanya vitu vizuri. Ebu secret yake ni gani? Because it's the same land. Huyu ni jamaa anaelewa kitu inaitwa dhabihu. Dhabihu imefungua milango, na watu wanafika pale wanasema huyu jamaa, sikiza, Kisumu watu wanasema ninatumia uchawi ya Kisii ndio ninafaulu. Nimejenga kanisa ambayo inakaa watu 10,000. Bwana asifiwe sana. Kwa miaka 14 peke yake. Kanisa nilijenga 3 years. Hii kanisa utakapoanza, mtumishi wa Mungu, niamini, haitachukua miaka 3. Miaka 2 imetosha. Power of sacrifice. So, wakiona nikiwa crusade kubwa, Otiso, si tumekuwa na wengi si hapa kusema tena oyo nako na kibango dunia. Si uchawi. Kuna vitu tumesifungua. Tumesipanua. Kama wewe uko hapa na ndoa yako imecheleweshwa, niamini kwa jina la Yesu, mwaka huu wa 2021 inafunguka kwa jina la Yesu. Enough is. Ndoa sio sura. Ndoa sio vile maisha yako yamepigwa. Hapana. Ndoa haisimamishwi kwa sababu uko na watoto. Mungu atatukuzwa namna gani? Watoto Mungu alikupea, haijalishi ulipata namna gani. Now that you are a believer, 2 Corinthians 5:17, behold, when one is in Christ, is a brand new creature. The old is gone, and now the new has begun. I have come to announce, don't allow your past to rule your life. Don't allow people to rule your future. From today, I declare the word of God will rule your life. Hallelujah. Nimekuwa na watu kanisani wako na watoto, wanaolewa na wanakaa vizuri. Ninakufungua leo, na ninakataza roho zote ambazo zinakuzuia na zinazuia miujiza yako. Kama kuna watu saa hii wamejikusanya, wanasema mahali umefika kwa ndio mwisho, watashangaa. Ninasema hawajaona bado. Haleluya. Wapendwa, watoto wetu hawataangamia. Watoto wetu hawataingia kwa drugs. Na kama kuna mtoto ameingia kwa drugs, nasimama kwa hii madhabahu na ninataka uniamini, tunatumikia Mungu mkuu. Tunatumikia Mungu anayejibu maombi. Watoto wetu wote tunawaweka huru, tunawazungumzia, tunasema hiyo ngome imeshindwa, hiyo ngome tumenyonga. Hallelujah. I prophesy our children will be mighty in this land. I prophesy our children will follow the King of Kings and the Lord of Lords. Na ninapinga ile mikakati imewekwa hewani na wachawi. Wanazuia watoto wetu wasifanye vizuri, wanazuia watoto wetu wasiendelee kwa masomo. Nasimama hapa nasema watashangaa. Milango
milango imefunguka, mbingu imefunguka, watafanya vizuri na wafunika na damu ya Yesu. Na wala wana kazi sasa, nasema wacha kazi zifunguke. Ni wangapi unaamini na mimi Mungu ametenda? Mungu ataitwa Mungu wakati tunapitia vitu ambavyo watu wa tayari wametangaza hatuwezi tukatoka. Hapo ndio Mungu atajulikana ni Mungu. Na kuanzia leo kila mtu weka mikono namna hii. Hiyo mikono natangaza imebarikiwa. Haujasikia vizuri? Sio maneno yangu, Biblia inasema I will bless the works of their hands. So I declare, may God remember your hands. May God remember your business. May God remember your shamba. May God embarrass all the demonic forces. Mungu hawezi niokoa kani embarrass. Hawezi. Dada, harusi tutakuja. Na watoto wako 5 ndio wanasimamia harusi. Wanashika miti. Unaambiwa ni Mungu sasa kuja muone. Ngo. Mulikuwa mnasema sitaolewa. Leo mtaona. Alafu watoto wako ndio wanadansi mbele. Wanadansi mbele. Ni wangapi unaamini itatendeka? Ni wangapi unaamini itatendeka? Inua hiyo mikono, mshangilie Yesu kwa shangwe na vigelegele. Nasikiza, sio sura. Sio sura. Ndoa sio sura. Usinilete nikiwa sikuwa na sura. Sikuwa na sura mimi. Hii sura imekuja wakati supu imeingia. Hata ukiona ile ndoa wakati nilifanya ndoa na mke wangu, mbona muulizo uliangalia nini? Because I was not like a human being, my brother. Hivi leo watu wanaona nina sweat namna hii. Na wanaona mafuta, hawajui mafuta hii kukua. Kwa hivyo ndoa sio mafuta. Hawajui bana. Hivi leo ninajipaka mafuta. Akija sawa mimi. Hapo niangalia hapa. Mimi sikiza, kila mtu niangalie. Mimi sisetangi. Nakataa. Ningekuwa na ajili nywele yangu ni nyeupe. So, nashukuru Mungu. Jambo la pili ni ile utakatifu, living righteous. Jambo la tatu ni kumtumikia Mungu, na sio tu kumtumikia Mungu kwa njia ambayo inamgusa. Jambo la tatu ambayo nimekuwa nazungumzia ni utoaji. Na katika utoaji kuna fungo la 10. Katika utoaji kuna matoleo. Katika utoaji kuna first fruits. Katika utoaji kuna dhabihu. Je, wewe ambaye umekaa, nimekuwa kwa wiki mzima na hii ninafanya kila mahali naenda. Ukiwa umekaa chini na umeangalia roho yako na umefahamu ya kuwa kweli kabisa Yesu akirudi hivi sasa sitampokea, sitaokoka. Kwa hivyo ningependa niweke msingi wa kwanza wa wokovu. Inua mkono wako juu. Au utaokoka, ungependa kuokoka, inua mkono kabisa juu. Usiogope mtu. Unasema leo nataka kuokoka kabisa. Asante. God bless you. Inua kabisa mtu, usiogope. Simama mahali huko. Simama. Thank you so much. Thank you. God bless you. Tafadhali usimfurahishe mwanadamu kwa sababu tunaishi siku za mwisho. Foundation ya kwanza sio kutransfer kanisa, ni kuokovu. Kwa sababu katika wokovu uko tayari kupigana na vita ambayo inatoka kwa shetani. Songa mbele. Wale tumekuja songea mbele. Walk to the front quickly. Wale tumeinua mikono, hata kama utainua mkono na unasema leo ninaamua nataka kuweka msingi ya wokovu, sio dini, tembea hapa. Labda ulikuwa umeokoka pia ukarudi nyuma na unajua umerudi nyuma, tafadhali na kuruhusu usimame. Simama tu. Ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma na unajua, simama mahali huko. Nataka nikuambie, wapendwa, hakuna mchezo. Hizi ni siku ambazo ni mbaya. Tunahitaji wokovu. Please songa mbele.
Songa mbele. Ulikuwa umeokoka na unajua umerudi nyuma. Please walk to the front. God wants to straighten your life. Make your ways right with God. Thank you so much. Thank you. God bless you. Now listen. Hata vile umekaa hivi, there are 3 people. Vile umekaa hapo chini. Ulikuwa umeokoka, hata wewe unajua, una struggle sahi. 3. Una struggle kabisa. Shetani anataka kufanya kitu mbaya kwa maisha yako. Those 3 people, una struggle in your heart. Stand up and walk to the front. You know yourself, you are fighting right now. There are 3 people seated there. Umerudi nyuma na unang'ang'ana. Asante ndugu yangu. 1. 2. Step up on the 3. Thank you. God bless you. Set you free. In Jesus' mighty name. Tumemaliza nawa. We have written their names. Mtu mmoja kwa hii kanisa ndiye anachukua kuandika. One human being. Nyinyi mnafanya nini? Nyinyi kwa members. Chukua kitabu yoyote yenye around na karatasi. Nimekupea permission. Na chukua kalamu kuandika hapo. Kumbe mko na notebooks. Andika. Na unaandika mobile number na estate. Nisikiza kwa makini nyingi. Wakati Mungu alinisaidia pale kanisani, kaanza kufunza na watu wakaanza kuwa waaminifu. Hii leo mahali Mungu aliweka watu mbali kifedha, kibiashara, na hayo ndio mambo ninataka nikuombee. Inua mikono yako juu. Father, in the name of Jesus, I pray for these dear people. I speak a blessing to their lives. Nyumba hii hapo na nguvu na mamlaka na hapo na kifunguo ya baraka yako. This is your manipulation. Hapana. Hii ni according to the word of God. Na tunapofunza neno la Mungu tunalitimiza kasi. Nikishachukua bahasha, mimi kazi yangu ni kuomba, na nikishaomba sasa hiyo nyingine wewe unafanya na unakuwa mwaminifu. I'm going to give a sacrifice I've never given before. And I will present this sacrifice to my pastor, my prophet. Amen. Sio mtu yoyote kwa street. Kama uko nayo leo, ataipokea. Kesho ataipokea. Mpaka Jumapili. Lakini kama uko nayo leo saa hii, tunaomba. You can take 1, you can take 2, you can give on behalf of your children, on behalf of your business. Amen.